Afya Update. Uhali gani mpenzi mtazamaji wangu wa Afya Update. Leo tumekuja kitofauti sana. Tumemtembelea ndugu yetu, familia yetu wa Testimony Pharmacy. Tunataka tupige naye story nyingi sana. Namna gani anaweza akatushare na sisi mambo ambayo huwezi ukajua, ila ukifika Testimony Pharmacy kuna vingi sana utajifunza. Sio tu kupata dawa na elimu pia. Karibu sana mkuu. Asante sana ndugu. Asante sana kwa kunitembelea. Karibu sana. Asante sana. Kama nilivyojitambulisha, Dr. Chilo. Nilitaka tu kujua mkuu, hivi wanawake wengi sana na jamii, kila mwanamke atakupigia simu, nimeambiwa na tatizo la PID, nina changamoto ya PID, nitaka kujua mtaalamu, PID ni nini? Kwa nini imekuwa changamoto? Au huku ambako madukani mnakutana nazo hizo kesi? Asante sana kwa swali zuri. Yeah. Kwa ufupi, tatizo la PID limekuwa ni tatizo sugu, limekuwa ni tatizo ambalo linajirudia mara kwa mara. Yeah. Na ni kesi ambayo haiwezi kapita siku ukakosa kupata watu wawili watatu wenye tatizo kama hilo. Inaonyesha kwamba kuna changamoto kweli kweli. Basi ninaomba tuweze kutia msasa kwenye hili swala, ili anayefuatilia kipindi hichi asikose kupata elimu. Karibu mtaalamu, uanze kushusha flow zako. Asante sana. Pia asante sana kwa nafasi hii ambayo umenipatia siku hii ya leo, ili na mimi niweze kushare na ndugu na majamaa ambao watakwenda kukitazama hiki kipindi cha afya yetu. PID naweza nikaongea kwa kifupi, ni bakteria ambao wanashambulia via vya uzazi. Okay. Naam, na ni tatizo ambalo lina njia kama mbili ambazo mwanamke anaweza akazipata. Ndio. Kwanza, kushiriki ngono uzembe. Yes. Namba mbili, kuwa na mpenzi zaidi ya mmoja. Sasa mtaalamu, unavyosema kwamba kushiriki ngono uzembe, ina maana kwamba kushiriki tendo la ndoa pasipo kutumia kondom au ni namna gani? Naam, ngono uzembe kuna aina nyingi. Aina nyingi. Mojawapo ni kutokutumia kinga. Yes. Kuna wale ambao wanajiita wataalamu wa mapenzi. Kitendo cha kutaka kumridhisha mwanamke